Huwezi cheza muziki wa ovyo, huwezi piga muziki wa ovyo na ukakwepa anguko la zinaa. Kwa sababu muziki wowote unaosimua mwili, hizo beats za kwenye wimbo zinafanya mwili usimuke, yani ni kichocheo kabisa. Zinaenda kugonga kwenye brain, ubongo unakosa nguvu wa kufanya maamuzi sahihi. Alafu ndivyo ilivyo ibilisi anavyokwenda kufanya. Nendo waangalie waimbaji wote wa muziki za kidunia, hawawezi kushinda ngono zembe. Mnanisikia ninachokieleza? Hata wangelikuaje, kwa sababu wanachokirisha akili mwili wao ni muziki unaosisimua mfumo wa fahamu. Ndio maana anaimba paka anavua na shati na baki kifua wazi. Kama alikuwa ni wa kike, maziwa yanabaki. Anavaa ovyo, lakini ana baba na ana mama, ana kaka na ana dada, hata anakuwa uchi. Unajiuliza nani amefanya hivi? Muziki unaosisimua. Ukisikiliza muziki hiyo, hata wewe na kuhakikishia hautashinda. Isikilize tu, tena ipambe, isifie. Ina mafundisho, isifie tu. Kwa sababu whatever excites nervous system, hiyo it weakens the brain. Uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi inaathirika. Kwa hiyo ulaji na kunywa, akishagusa kinachozuia vitu kwa ajili ya kuishi, for survival. Na ndio maana sikiliza, ukizungumzia zaka na sadaka, kwa sababu zaka na sadaka ni vile vinavyotegemeza maisha. Akifaulu kusisimua mwili, kuambia ya kwamba ukitoa utakufa, ameshaathiri uwezo wako wa kusema Mungu amesema. Na kwa kuwa unalisha mwili, unafanya ubongo wako udhoofike, na kwa sababu hiyo huwezi shinda. Naomba usikize vizuri, hakuna asiye mwaminifu kwa zaka na sadaka anayeshinda ngono zembe. Maana fundi ni huyu mmoja. Hypothalamus ndiye anayecontrol habari ya ulaji na unywaji, na ndiye anayezungumzia juu ya ngono. Ni huyo mmoja. Kwa hiyo uwezo ukasema mimi nitaacha ngono lakini zaka na sadaka takuwa mwaminifu. Hakuna fundi huyo.